Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana, na ninawasalimia katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari nyingine nzuri siku ya leo, ambapo tunaenda kuangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 14, kama ambavyo tulikuwa tumejuzana hapo awali ya kwamba somo letu litakalofuata litahusu kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ambapo tutajikita hasa katika kuangalia jumbe za wale malaika watatu ambao walienda kwa mfululizo: malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Sasa kabla tujaangalia umuhimu wa kuzifahamu hizi jumbe tatu za hawa malaika, twende tukiangalia kitabu cha Ufunuo kwa ujumla katika upekee wake. Kitabu cha Ufunuo ni cha pekee kwa sababu kama mbili tatu za muhimu. Moja ni kwamba ni kitabu cha kinabii, ni kitabu ambacho kina ujumbe wa kinabii, na unabii ni muhimu sana kwa Wakristo na ulimwengu kwa ujumla, kwa sababu ni kama dira au ramani ambayo inatuonesha kwamba tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi, mambo gani ambayo yanaenda kutokea katika siku za usoni. Na hapa zingatia kwamba historia, sehemu kubwa ya historia ni unabii ambao tayari umeshatimia ikiwa ulizungumzwa katika maandiko matakatifu. Lakini jambo la pili linaonyesha upekee wa hiki kitabu ni kwamba ni kitabu ambacho kimeahidi baraka kwa yule ambaye anakisoma, kwa yule ambaye anakisikiliza na kwa yule ambaye anashika yaliyoandikwa mle. Unaposoma mwanzo kabisa katika Ufunuo sura ya kwanza aya ya 3, neno la Mungu linasema, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho mtu anapaswa kukifahamu, kwa sababu yale yaliyozungumzwa humo ndani tunaambiwa kwamba wakati wa utimilizo wake upo karibu. Lakini pointi ya tatu na ya msingi ni kwamba kitabu cha Ufunuo sio kitabu ambacho kimefungwa kama ambavyo wengi tumekuwa tukifahamu hivyo. Unajua, katika kitabu cha Danieli ile sura ya 12, Danieli aliona maono akayaandika, lakini baadaye akamuuliza yule malaika ambaye alikuwa anamuongoza akisema, ninataka kufahamu maana ya haya maono. Malaika akamwambia, kifunge hicho kitabu ukakitie muhuri, kwa sababu maneno ambayo umeyaona na maono uliyoyaona ni ya siku za mbeleni bado. Kwa hiyo wakati wa Danieli kitabu kile kilifungwa, lakini kitabu ambacho kingeeleweka katika siku za mwisho. Na unaposoma Mathayo 24:15 unaona Yesu akitumia kitabu cha Danieli katika kuelezea matukio ambayo yangetokea kabla ya marejeo yake. Na anaporejea kitabu cha Danieli katika Ufunuo 24:15 anasema, asomaye na afahamu. Kwa hiyo matukio ya kitabu cha Danieli katika siku hizi za mwisho yanapaswa kufahamika kwa sababu wakati wake umefika. Lakini tunapokuja katika kitabu cha Ufunuo, ni kitabu ambacho tangu mwanzo wakati kinaandikwa hakikuwa kimefungwa. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika Ufunuo 22 ile aya ya 12 ya kwamba Ufunuo 22 aya ya 12, neno la Mungu linasema kwamba, tazama naja upesi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Yesu anasema ya kwamba anakuja upesi kwa ajili ya kumlipa kila mtu kadiri kazi yake ilivyokuwa katika hii dunia. Unaposoma aya 10, aya nyuma yake anasema kwamba, akaniambia usiatie muhuri, kwa maana ya kwamba usiyafunge maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kiko wazi, kinapaswa kueleweka kwa kila mtu na kuweza kufahamu matukio ambayo yapo humo ndani, kwa sababu wakati umetimia na watu wa Mungu wanapaswa kujiandaa. Sasa twende sasa katika sura yetu ya Ufunuo sura ya 14, ambayo kama tulivyokuwa tumejuzana awali tutakuwa tunaitazama siku ya leo. Nitajitahidi kwenda taratibu nikifafanua kila jambo hatua kwa hatua, ile hata yule ambaye hajawahi kabisa kukisikia kitabu cha Ufunuo aweze kujua kile ambacho kinazungumzwa katika hizi jumbe za malaika watatu. Kuna ujumbe wa malaika wa kwanza ambao unapatikana kwenye aya ya 6 na aya ya 7, ambapo anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, kila kabila na taifa na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefika. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Hiyo ni Ufunuo 14 aya ya 6 pamoja na aya ya 7. Malaika anaonekana akiruka katikati ya nchi, ana injili ya milele ili awahubiri hao wanaokaa juu ya nchi. Sasa kabla hatujaenda kuangalia ujumbe wa huyu malaika kwa undani kwamba unawakilisha nini, twende tuangalie kwa ufupi matukio ambayo yametangulia huu ujumbe wa malaika watatu katika aya ya kwanza mpaka aya ya 5 ya hiki kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Ikiwa na Biblia yako hapo, ifungue twende pamoja
aya ya kwanza kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14. Kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana, lakini kwa kweli ni ufunuo wa Yesu Kristo. Hayo unayapata kwenye hiyo Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza na ile aya ya kwanza. Anyway, Ufunuo wa Yohana 14:1. Kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Taswira ya kwanza ambayo inafunguka katika Ufunuo 14 aya ya kwanza ni Yohana anatazama, anaona mwanakondoo ambaye tunamtambua kama Yesu Kristo. Kwenye Yohana Injili sura ya kwanza aya 29 anasema amesimama juu ya mlima Sayuni, amesimama na watu 144,000. Hawa anasema kwamba wana jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Anaposema kisha, anamaanisha kuna matukio yametangulia, na haya matukio ni yale ambayo tumeona kwa upana katika Ufunuo sura ya 13, ambapo pale tuliona two key players, watu wawili wahusika wawili wakubwa. Pale tuliona mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika bahari, lakini alishirikiana na shetani kuwatesa watu wa Mungu. Hiyo ni Ufunuo sura ya 13 aya yake ya kwanza mpaka aya ya 10. Lakini tuliona mnyama wa pili ambaye tunaambiwa alitoka katika bahari. Ufunuo 17:15 tunaambiwa yale maji mengi uliyoyaona, ile bahari ni mataifa, ni makutano ya watu na lugha na jamaa. Huyu anasema huyu wa pili alitoka katika nchi kavu. Samahani, wa kwanza alitoka baharini, wa pili alitoka nchi kavu. Huyu anaanza aya ya 11 mpaka aya ya 18. Bahati mbaya ni kwamba agenda ya huyu mnyama wa pili inafanana na yule wa kwanza, na hata analazimisha watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika nchi. Hayo utayapata katika aya ya 15, aya ya 16 mpaka aya ya 17 na 18 mwishoni. Sasa twende moja kwa moja tuangalie hii ufafanuzi wa hii aya ya kwanza. Hawa 144,000 au 144,000 ni wakina nani? Utambulisho wao wa kwanza anasema wana jina lake Yesu la mwanakondoo na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Ukiangalia hawa watu wa Ufunuo sura ya 14 aya yake ni ya kwanza, wanafanana na watu wa Ufunuo sura ya 7, ambapo unaposoma katika Ufunuo sura ya 7 unaona idadi inayofanana ya watu. Anasema kwamba aya ya 3 nitasoma, anasema nianze aya ya 2, anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka katika mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Anawaambiaje? Anawaambia akisema, msidhuru nchi wala bahari hata wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Aya 4, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri, kila kabila ya Israeli watu 144,000. Idadi ni ile ile, lakini na kuna kitu ambacho kinawekwa katika vipaji vya nyuso zao, ila hapa kimetambuliwa kama muhuri. Kwa hiyo kila ambacho kimetajwa kama jina la Mungu pamoja na jina la mwanakondoo kwenye sura ya 14 kimetajwa kama muhuri katika sura ya 7, kwa sababu idadi ya watu inafanana, ni wale 144,000, lakini pia inawekwa pale pale katika vipaji vya nyuso zao. Unapoenda katika Agano la Kale, kitabu cha Ezekieli sura ya 9 aya ya 4 na aya ya 6, unaona tukio kama hili. Halihusishi idadi ya watu kamili, lakini inahusisha watu wenye sifa zinazofanana na hawa wa Ufunuo sura ya 7 na Ufunuo sura ya 14. Nikupeleke pale katika Ezekieli sura ya 9 tukaangalie aya ya 4 na aya ya 6. Nitajitahidi kwenda taratibu ili tuweze kwenda pamoja, na ninakusihi unifuatilie hatua kwa hatua. Aya ya 4 anasema, Bwana akaniambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso zao, vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Aya ya 6 inasemaje? Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wote wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Huku kuna alama Mungu anaagiza ikawekwe katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya maovu yanayofanyika katika mji wa Mungu, katika taifa la Mungu, katika Yerusalemu. Kwa hiyo Ezekieli ametaja kama alama, lakini unapokuja kwenye Ufunuo sura ya 7 ametaja kama muhuri. Unapokuja kwenye Ufunuo sura ya 14 ametaja kama jina la Mungu. Jambo la kwanza tunalolipata hapa ni kwamba Mungu anatumia jina lake
kama muhuri wake. Lakini pia kama nilivyosema kwamba hawa watu wana sifa zinazofanana, hawana uovu, hawajakutwa na uovu hawa, na ndio maana wamesimama juu ya mlima pamoja na Kristo kama washindi. Tutaenda kuangalia sifa yao nyingine inayofuata, ambayo inasema kwamba wamenunuliwa katika nchi, wala ni watakatifu wasio na unajisi wa aina yoyote. Kabla tujaenda katika aya zingine, yawezekana unajiuliza, huu muhuri ambao ni sawasawa na jina au ni alama ni kitu gani hasa? Ni hilo ambalo tunaenda kulijibu. Tuangalie ni kitu gani ambacho Mungu anakitambua kama muhuri. Sawa, ni jina lake, ndio tunaweza tukasema ni jina lake, lakini tunaweza tukapata ufafanuzi wa kina zaidi juu ya muhuri wa Mungu. Na unajua kwa nini ni muhimu kwamba tufafanue muhuri wa Mungu na kuelewa vizuri? Ni kwa sababu katika sura iliyopita iliyotangulia, sura ya 13, tunamuona yule mnyama wa pili ambaye nimesema anapatikana kwenye aya ya 11 mpaka aya ya 18. Yeye amelazimisha watu kutiwa chapa pia katika vipaji vya nyuso zao. Kumbe kuna chapa ya mnyama ambayo anailazimisha ipigwe katika vipaji vya uso vya watu, lakini pia au katika mikono yao, lakini pia kuna muhuri wa Mungu, alama ya Mungu, ambayo yeye na yenyewe pia inawekwa katika vipaji vya nyuso za wanadamu hao hao. Kwa hiyo unaona kuna mashindano hapa, wakigombania kitu kimoja. Mungu anatafuta kuweka alama au muhuri wake katika paji la nyuso za wanadamu, na shetani kupitia yule mnyama wa pili naye anatafuta kuweka alama, chapa katika paji la nyuso zao au katika mikono yao. Sasa tuweze kuangalia nini maana ya muhuri. Tukiangalia vizuri maana ya muhuri, tutaangalia maana ya chapa ya mnyama na muhuri ambao umewekwa hawa watu katika vipaji vya nyuso zao ni kitu gani. Tukimaliza hapo, tutaenda kuangalia swali lingine la muhimu, ya kwamba huu muhuri ni alama inayoonekana au alama isiyoonekana. Ili tuweze kufahamu vizuri kuhusu muhuri, twende tukaangalie kitabu cha Esta pamoja na kitabu cha Danieli. Pale tutapata tafsiri ya Agano la Kale, jinsi mihuri ilivyokuwa inatumika na kile ambacho inamaanisha. Pamoja twende kitabu cha Esta sura ya 1 na tutaangalia aya ya 9. Kitabu ni Esta sura ya 1 aya ya 19. Samahani, anasema hivi, aya ya 19: basi mfalme akiona vyema, na itoke kwake amri ya kifalme, nayo iandikwe katika sheria za Waajemi na Wamedi, isitanguke, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalkia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Hapa tunaona kisa cha huyu malkia, alikuwa anaitwa Vashti. Aliitwa na mfalme akakataa. Alipoitwa na mfalme akakataa, washauri wake wakasema ya kwamba mfalme, itoke amri ya kifalme, iandikwe katika sheria za Wamedi na Waajemi, isitanguke, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme. Tafsiri yake ni kwamba afukuzwe. Tafsiri yake ni kwamba afukuzwe katika lile kasri la kifalme. Ninachotaka kusema hapa, tutafikia katika point ambayo utaelewa kwamba muhuri unahusiana na mamlaka, authority, power ambayo mtu anakuwa nayo. Lakini pia maana ya pili ya muhuri unahusiana na authentication, uthibitikaji wa document au kitu kingine chochote. Unapoona kitabu kina muhuri, tafsiri yake ni kwamba aliyeweka ule muhuri ni mmiliki halali wa kile kitabu. Kwa hiyo moja, inaonyesha umiliki, lakini pili, inaonyesha usahihi au uthibiti wa kile kitu ambacho kimewekwa muhuri, kwamba hii sio fake, ni original kwa sababu ina muhuri. Na ndio maana hata makampuni mengine utaona kwamba yakitengeneza bidhaa zake yanaweka logo au utambulisho. Lakini pia kitu kingine ninachokiona hapa ni kwamba huu muhuri, kama nilivyosema, unahusiana na authority, lakini pia haubadiliki. Yani ni kitu ambacho unchangeable, ni kama katiba, hakibadiliki. Hapa tunaona sheria ya Wamedi na Waajemi ambao tunaambiwa kwamba inapokuwa imewekwa document ya kifalme, basi haibadiliki hata kidogo. Sasa hiyo ni moja. Tunapokuja kwenye Esta hii sura ya 8 aya yake ni ya 8, tunaona kwamba labda tusome kwanza sura ya 3 aya ya 13 ya kitabu cha Esta. Hapa ndipo muhuri unatajwa moja kwa moja. Kumbuka pale mwanzo kwenye 1:19 ilitajwa tu habari ya sheria. Hapa anataja muhuri moja kwa moja katika ile aya ya 13. Anasema hivi, barua zikapelekwa, nianzie 12. Anasema, basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza,
na barua zikaandikwa. Hizi ni official documents, kama vile Haman alivyoagiza vyote, kwa maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo na wakuu wa kila taifa, kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake, zikaandikwa kwa jina la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete yake. Kuna documents zinaandikwa. Hamani anataka kuangamiza watu wa Mungu, anamshawishi mfalme. Mfalme anatoa tamko la kimamlaka la kifalme ya kwamba Wayahudi wote waangamizwe itakapofikia mwezi fulani, lakini zile barua zinavyosambazwa zinapigwa muhuri wa kifalme, authentication, kuonesha kwamba ni mfalme aliyeruhusu hili. Kwa hiyo ni ishara ya mamlaka kwamba kila ambacho mfalme amekisema hakitanguki wala hakipaswi kubadilika kwa namna yoyote. Lakini pia ni uthabiti. Inawezekana document ingefika kwenye jimbo fulani na watu wa hilo jimbo labda wanataka kujua kama ni kweli mfalme ameagiza hiyo document. Watakapoona muhuri wa mfalme watajua ni kweli mfalme ameoda hiki kitu, kwa hiyo watakitekeleza kama ishara ya mamlaka. Huo ni muhuri. Lakini pia tunaweza tukaenda kwenye Esta hiyo hiyo sura ya 8 aya yake ni ya 8. Anasema, basi waandikieni Wayahudi pia vyovyote mpendavyo kwa jina la mfalme, mkatie muhuri kwa pete ya mfalme, kwa kuwa andiko lililoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme hakuna awezaye kulitangua. Ishara ya mamlaka na umiliki. Anasema andikeni barua, lakini hizo barua mkazipige muhuri wa kifalme, ili watu wakiona wajue kwamba ni mfalme ameagiza hili jambo. Kwa hiyo hizi document zingeonekana zinatoka kwa mfalme. Kwa hiyo tunapoangalia watu wa Mungu waliotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao kwenye Ufunuo sura ya 7 na Ufunuo sura ya 14 na Ezekieli sura ya 9 aya 4 na ya 6, tunachotaka kufahamu pale ni kwamba wale watu ni wanamilikiwa na Mungu, niseme hivyo, ni mali ya Mungu kwa sababu ametiwa muhuri, kwa tafsiri ya neno muhuri kama linavyosomeka katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo katika muhuri tunaweza tukaona ya kwamba muhuri umefungamana na authority na mamlaka, lakini pia muhuri umefungamana na sheria. Na ndio maana unapokuja kusoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 6 aya ya 5, unaona ya kwamba kile ambacho mfalme alikipitisha kilikuwa ni sheria ya kwamba kwa muda wa mwezi mmoja, siku 30, asiwepo yoyote ambaye angeabudu Mungu mwingine isipokuwa mfalme Dario aliyekuwepo wakati ule. Unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 6 aya ya 5, anasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi mfalme Ahasuero kwamba tumekubaliana kwamba tuweke amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba kwa siku 30 mtu asiabudu Mungu yoyote isipokuwa wewe. Sasa mfalme anaona ni jambo jema kuabudiwa. Kumbuka wafalme kipindi hicho walikuwa wanajichukulia kama miungu watakaoishi milele. Hata salamu zao zilikuwa mfalme uishi milele. Kwa hiyo mfalme anapitisha amri ya kwamba kwa muda wa siku 30 asiwepo yoyote wa kuabudu kingine isipokuwa kumwabudu mfalme. Na hata baadaye mfalme anapokuja kugundua ya kwamba wale watu wamepanga njama kwa ajili ya kumwangusha Danieli, mfalme anapambana kuibadili ile sheria ambayo tayari ameshaiweka, lakini wale watu wanamkomalia. Unaweza kuona kwenye aya ya 15, anasema, ndipo wale watu wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na nani? Na mfalme. Kumbe ninachoweza kuona hapa ni kwamba muhuri umefungamana na umiliki, ni power, ni authority, lakini pia muhuri umefungamana na sheria, kwamba kile kilichosemwa na kiwe sheria wala kisibadilike kwa vyovyote. Sasa muhuri wowote ambao uko legit, muhuri wowote ambao uko kamili, usiotiliwa mashaka, huwa unakuwa na vitu vitatu. Huwa unakuwa na jina la muhusika, huwa unakuwa na eneo la utawala pamoja na cheo chake. Utaona vitu hivyo vitatu. Utaona labda muhuri wa Tanzania kwa mfano usomeke Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dokumenti yake muhuri unasomeka hivyo, kwamba jina, lakini pia cheo chake kama rais, lakini pia eneo analotawala, yani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Same applies hata kwa muhuri wa rais wa Marekani. Kwa hiyo tunaona hata muhuri wa huo mfalme, kwa mfano wakati ule wa Vashti, ungekuwa na hivi vitu, labda Ahasuero, mfalme wa ile nchi ya Persia. Kwa hiyo unakuwa una jina Ahasuero, title yake mfalme wa wapi? Wa Persia. Kwa hiyo muhuri ungeweza kusomeka hivyo.
Sasa tunapokuja katika muhuri wa Mungu, huo ni muhuri wa kidunia. Tunapokuja katika muhuri wa Mungu, tunapata concept ile ile ya kwamba muhuri wa Mungu umefungamana pia na sheria ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Isaya, twende taratibu, tumetoka kuangalia muhuri katika maana yake pana, tumeangalia una maana gani, tumeangalia unahusiana na vitu gani. Twende tukaangalie sasa muhuri wa Mungu. Kwa sababu wale watu waliopo kwenye waliopo kwenye Ezekieli sura ya 9 aya 4 na ya 6, au waliopo katika Ufunuo sura ya 7 aya ya 4, tunaambiwa kwamba wana muhuri wa Mungu. Kwa hatutaangalia muhuri wa Dario, hatutaangalia muhuri wa Ahasuero, lakini at least vimetupatia mwanga kuweza kufahamu ya kwamba kitu gani tunaweza tukakitarajia katika muhuri, kama ishara ya mamlaka, kama ishara ya legitimacy, kwamba kitu kiko legit, ni kitu ambacho sio feki, lakini pia kama ishara ya mamlaka, yani authority. Tuangalie, je, kitu hiko kipo katika sheria ya Mungu? Tumejifunza kitu kipana zaidi ya kwamba muhuri umehusiana na sheria, inakuwa sheria au amri isiyobadilika. Tunachoweza kujifunza ni kwamba sheria ya Mungu pia, ukiacha zile sheria ambazo tumeshaziona za kina Dario na za kina Ahasuero, ni kwamba muhuri wa Mungu pia umefungamana na sheria ya Mungu. Kumbuka tumeangalia mihuri ya kwanza ya hawa wafalme, tukaona ya kwamba imefungamana na sheria au maagizo ambao waliyatoa, yawe kama amri za kifalme au yawe maelekezo fulani ya kifalme ambayo hayapaswi kukiukwa au kufanya tofauti na vile ambavyo ameelekeza. Sasa twende tuiangalie sheria ya Mungu, kwa sababu hawa watu tuliowaona katika Ufunuo sura ya 7 na Ufunuo sura ya 14 na Ezekieli sura ya 9, kama tulivyoona, wana muhuri wa Mungu. Je, muhuri wa Mungu pia umefungamana na sheria yake? Kumbuka lengo tunachohitaji kufahamu ni kama ile muhuri wa Mungu ni kitu gani, baada ya kufahamu maana ya muhuri kwa hivyo vitabu viwili. Unaposoma kitabu cha unaposoma kitabu cha Isaya sura yake ni ya 8 aya 16, anasema hivi: ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Ufunge huo ushuhuda, ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Hapa anataja habari ya muhuri, lakini anasema umeambatana na sheria ya Mungu. Kumbe muhuri wa Mungu ni sawasawa na sheria ya Mungu, ni maagizo ya Mungu. Kama ambavyo tumeona muhuri unaweza kutumika pia kama sheria, vivyo hivyo hapa tunaambiwa kwamba sheria au maagizo ya Mungu, huo ndio muhuri wake. Sasa kuna sheria nyingi ambazo Mungu alizitoa, niseme kuna makundi kama 3 ya sheria, lakini sheria inayotajwa hapa kwamba imebeba jina la Mungu katika Ufunuo sura ya 14, au imebeba muhuri wa Mungu katika Ufunuo sura ya 7, au alama ya mamlaka ya Mungu, alama ya uwezo wake, ile power, authority alionayo, ni sheria ya Mungu pia. Kumbe sheria ya Mungu ndio ambayo ina define authority ya Mungu, mamlaka yake na uwezo wake, kama tulivyoona tafsiri ya sheria. Sasa tunapoangalia katika sheria za Mungu, ile sheria zile 10 za Mungu, ni sheria ipi ambayo inaweza ikasimama kama muhuri wa Mungu? Kwa sababu kama tulivyosema, muhuri wa Mungu tunaupata katika sheria yake, na tumeangalia sifa za muhuri, ya kwamba una jina la mmiliki wa muhuri, una cheo chake, lakini pia una eneo la utawala. Twende tukaangalie sheria takatifu ya Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, ili tuweze tukaangalie ikiwa tutaupata muhuri wa Mungu katika hiyo sheria yake, kama ambavyo tumeendelea kujifunza. Hizi sheria 10 za Mungu ambazo tunaenda kuziangalia ni takatifu. Mungu aliziandika kwa kidole chake mwenyewe. Ni takatifu kiasi kwamba hakumruhusu tu nabii fulani aandike. Hakumwagiza Musa kwamba Musa andika sheria 10 au Isaya andika sheria 10. Aliziandika Mungu mwenyewe kwa kidole chake, na kwa sababu yeye ni Mungu, aliandika kwa kidole kwenye mawe, na zile amri zikakaa kwenye mawe. Wakati huo vitabu vingine vya kinabii vimeandikwa katika magombo, katika ngozi za wanyama, au katika magome ya miti yaliyoandaliwa vizuri, lakini hapa tunaona sheria ya Mungu inaandikwa katika mawe, inscription katika mawe, kuonesha kwamba ni sheria ya milele isiyobadilika. Hayo unayapata katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 ile aya ya mwisho, na Kutoka sura ya 34. Sasa twende Kutoka 20, pale ndipo kuna sheria 10 za Mungu ambazo zimeanzia ile aya ya kwanza mpaka ile aya ya 17. Sasa katikati ya hizi sheria za Mungu unakutana na muhuri wa Mungu, na huu unaupata katika Kutoka sura ya 20 aya ya 8
mpaka aya ya 11. Nitaisoma kwa jina la Bwana. Neno la Mungu linasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini? Kwa maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Unaposoma hizi amri zote 10, unaona hii amri ya 4 iliyo katikati ya hizi sheria ndiye amri ambayo inakidhi vile vigezo vitatu vya muhuri wa Mungu, yaani jina Bwana Mungu wako. Tuseme jina ni Bwana, ambapo ukienda kwenye maandiko ya awali anaweka neno Yehova Mungu, lakini cheo chake yeye ni Mungu. Eneo lake la utawala anasema ni mbinguni na duniani, alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Kwa hiyo tunaona kwamba muhuri wa Mungu ni Sabato yake takatifu, kwa sababu ndiye inamtambulisha Mungu kwa nafasi yake, kwa jina lake Yehova, kwa cheo chake kama Mungu, kwa eneo lake la utawala kama anatawala mbinguni juu na duniani chini na baharini chini ya nchi. Unaposoma amri zingine zote haupati hiki kitu, haupati. Unakuta zingine usiue, usizini, usiibe, hazifafanui vile vipengele vitatu ambavyo tumesema ya kwamba vina muhuri wa Mungu. Lakini kama tulivyotangulia kusema ya kwamba amri za Mungu ni za milele na aliziandika kwa kidole chake mwenyewe ili kuonesha msisitizo wa hizi amri. Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 31 ile aya yake ya mwisho, nimesema aya 18, anasema hapo Bwana alipokwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, alimpa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Hata baada ya Musa kuzivunja hizi mbao, haya magome mawili ya mawe, kwa sababu ya ile hasira aliyokuwa nayo watu walipoanza kuabudu sanamu, Mungu alimwambia chonga mawe mengine upande mlimani, nitaandika tena mara ya pili kwa kidole changu. Kumbuka kwamba Musa tayari alikuwa ameshazifahamu hizi amri. Ingekuwa rahisi Mungu kumwambia Musa, kwa sababu zile za kwanza umezivunja, basi tengeneza mawe mengine halafu uchonga zile amri, si ulishazisoma? Zichonge tu halafu uende ukaziweke katika lile sanduku la ushuhuda. Mungu hakufanya hivyo, aliamua kuziandika mara ya pili kwa kidole chake. Na ndio maana unapokuja kusoma katika Kutoka sura ya 34 anamwambia Musa, chonga mbao mbili zile za kwanza, nami nitaandika mara ya pili mbao hizo, maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja, ikionyesha utakatifu wa sheria ya Mungu. Lakini kama tulivyoona, katikati ya hizi sheria za Mungu uko muhuri unaomtambulisha Mungu, yani Sabato yake takatifu. Kwa hiyo Sabato ni muhuri, na unajua kwamba Mungu anavyowaita wana wa Israeli, aliwaita baada ya kuona ya kwamba dunia imejaa upotovu, dunia ilizama katika ibada ya sanamu, ikawa wamsahau Mungu. Watu wakaanza kuabudu, wengine wanaabudu jua yani Baali, wengine wanaabudu masanamu, kila mtu anaabudu anachokiona. Sasa ibada ya Mungu wa kweli iko wapi? Ndipo unakuja kuona Mungu anakuja kumuita Ibrahim kutoka katika Ibrahim, ili kwa hao watu ahifadhi maarifa ya neno la Mungu, ambayo maarifa haya kutoka kwa hili taifa ambalo Ibrahim angelianzisha yangesambaa katika ulimwengu wote. Na unajua hii Sabato sio tu kwamba Mungu anaitangaza hapa. Kumbuka hapa anasema ikumbuke, maana yake ilishakuwepo tangia. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ile aya ya kwanza mpaka ya 3, ndipo unaona Sabato ikitajwa kwa mara ya kwanza ikifungamana na uumbaji. Na ndio maana Mungu anaposema kule katika ile sura ya 11 aya 11 kwenye Kutoka sura ya 20 anasema kwa sababu kwa siku sita Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kitu hicho cha uumbaji unakuja kukiona katika aya ya kwanza mpaka ile aya ya 3 ya Ufunuo sura ya Mwanzo sura ya 2. Kwa hiyo Sabato inamtambua Mungu kama muumbaji. Ni sifa ya pekee alionayo Mungu, muhuri, identity, utambulisho inayomfanya kuwa unique, ambayo miungu mingine hawana. Shetani hawezi kuumba, sanamu za mawe na sanamu za miti haziwezi kuumba. Hii ni sifa pekee, ni muhuri wa Mungu unaomtambulisha kama muumbaji, na hivyo akidai haki yake ya ibada. Huo ndio muhuri wa Mungu. Kwa hiyo kama tulivyoona, huu muhuri unafanya hawa watu wawe wa pekee, inawatambulisha kwa namna ya kipekee. Sasa kama tulivyoangalia pia kwamba muhuri unamtambulisha Mungu kama muumbaji, lakini pia Sabato hii ni ishara kati ya watu wa Mungu, yani ni ishara, ni utambulisho, ni ishara
kwamba kati ya Mungu na watu wake, ili kwamba wale watu waweze acknowledge, kukiri ya kwamba Mungu ndiye anayewatakasa. Twende tuangalie kitabu cha Ezekieli sura ya 20, uone ya kwamba Sabato sio tu ukumbusho wa uumbaji wa Mungu, sio tu kwamba inamtambulisha Mungu kama pekee mwenye uwezo wa kuumba, lakini pia ni ishara ambayo ina kati ya Mungu na watu wake, ili kwamba waweze acknowledge, kutambua, kutangaza kwamba tunakutambua wewe Mungu kama unayetutakasa, umuhimu au pekee wa Sabato. Twende tukaangalia kitabu cha Ezekieli sura ya 20, na pale tutasoma aya ya 12 na aya ya 20. Neno la Mungu linasema hivi kwenye aya ya 12: tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Unapokuja kwenye aya ya 20 ya sura hii anasema zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Moja, tumeona kwamba kwa kuadhimisha Sabato ambao ndio muhuri wa Mungu, ni utambulisho wa wazi ya kwamba Mungu ndiye anayetutakasa. Lakini mbili, ni utambulisho kwamba Mungu ndiye Mungu pekee mbinguni na duniani. Unaweza ukaniambia sasa, mbona hapa wametaja ishara wakati sisi kule tunaangalia muhuri? Neno ishara na muhuri vinaweza pia vikatumika kwa kubadilishana, interchangeably. Mahali pa ishara anaweza akaweka muhuri, mahali pa muhuri anaweza akaweka ishara. Kwa hiyo unavyosema ishara ni sasa na mtu anayesema muhuri. Hilo tunalipata wapi? Twende tukaangalia kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 11. Neno la Mungu linasema hivi: naye aliipokea dalili hii ya kutahiriwa, yani naye aliipokea ishara hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba ya wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Umeona hapa Paulo akitaja habari za Ibrahim, kwanza anatumia ishara, yani dalili, lakini pili anatumia muhuri, kumaanisha kitu kile kile. Kwa hiyo tunaweza katika Ezekieli 20 aya ya 12 na aya ya 20, pale aliposema kwamba ziwe ishara, tunaweza tukaweka iwe kama, tunaweza tukasema pia iwe muhuri, utambulisho kwamba mimi ndimi Mungu ninaye watakasa ninyi. Hapo ninaamini iko sawa. Tuendelee tu kwenda pamoja taratibu, ninaamini utaelewa hili swala vizuri. Lakini pia kama tulivyokwisha kuona ya kwamba muhuri unawatambulisha kwa upekee wale watu wa Mungu na kuwatenga na walimwengu wengine ambao ni waasi, wanafanya dhambi. Unaposoma kitabu cha Waefeso sura ya 4, unaposoma kitabu cha Waefeso sura ya 4, hapa ninataka kujibu swali. Tumeona kwamba hii Sabato ndiyo muhuri ambao Mungu ameuweka kwa watu wake, uwe ishara ya kwamba yeye Mungu ndiye Mungu wao, lakini pia ndiye anayewatakasa. Na tumeona kwenye Ufunuo sura ya 7 na aya ya 14 kwamba hii ndiyo ishara ya kwamba mimi ninawamiliki, ninyi ni watu wangu. Unaweza ukaniuliza, mbona sasa Biblia inasema Roho Mtakatifu ndiye muhuri na wewe unasema Sabato ndiyo muhuri? Hiyo inapatikana wapi? Kitabu cha Waefeso 4 aya ya 30 amesema hivi: wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Unaweza ukaniuliza hili swali, mbona hapa tunaambia Roho Mtakatifu ndiye muhuri wakati wewe umetambua kwamba Sabato ndiyo muhuri? Kitu cha kwanza ni kwamba sio mimi, sio maneno yangu ya kwamba Sabato ndiyo muhuri, lakini ni maneno ya Biblia kwamba Sabato ya Mungu ndiyo muhuri, ndiyo ishara, ndiyo utambulisho, kwa sababu kama tulivyoona ni ishara ya mamlaka ya Mungu. Kama ambavyo muhuri wa Ahasuero na muhuri wa Dario ilikuwa ndio ishara ya mamlaka yake, uwezo wake wa kifalme, ndipo hapa Sabato inasimama kama mamlaka ya Mungu na uwezo wake wa kuumba, mamlaka ambayo hayapo kwa vile vitu vingine vinavyoitwa miungu, sio sanamu za miti, za mawe, fedha au za vitu vingine vyote, havina uwezo wa kuumba. Hata shetani hana uwezo wa kuumba. Kwa hiyo Sabato inamtambulisha Mungu kwa upekee, ndio muhuri, utambulisho, alama ya mamlaka yake. Ndio tunakuja katika Waefeso 4:30 kwamba mbona sasa huu muhuri hapa unatajwa kama Roho Mtakatifu? Ninachoweza kukujibu ni kwamba hata huyu Roho Mtakatifu pia ndio ni muhuri, lakini anarejelea katika kitu kile kile. Yaani anapotaja Roho Mtakatifu kama muhuri, kimsingi anarejelea katika utii, ambapo katika huo utii tunarudi kule kule kwenye kwamba ni utii wa sheria na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatajwa kama muhuri, anakurudisha kule kule kwenye dhana ya utii
ambapo utii ni kwamba tunatii maagizo na kile ambacho Mungu amekisema. Hiyo tunaipata wapi? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 32. Twende pamoja. Matendo ya Mitume. Tutajibu tu kila maswali na ninaamini tunaenda vizuri na hoja zako zinapata majibu stahiki. Katika Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 32 tunasoma hivi. Tunasoma, na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. Kumbe Roho Mtakatifu akiwepo anatuwezesha tuweze kutii. Hata hivyo, bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kutii maagizo na amri za Mungu. Ni kupitia Roho Mtakatifu tunatii. Kwa hiyo ule utii, ule muhuri tunaupata kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna uhusiano kati ya Efeso 4:30 na Matendo 5:32 kwa habari ya muhuri wa Mungu. Sasa kuna jambo moja ambalo nimelisema kwa kujirudia sana, ya kwamba muhuri huu, sabato hii ambayo kimsingi kwa kuitunza sabato ninamtambua Mungu kama muumbaji wangu. Ninamtambua Mungu kama mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Ilikuwa inawatenganisha hawa watu wa Mungu na kuwafanya kuwa wapekee kati ya mataifa mengine yote. Na kupitia upekee huu mataifa mengine walipaswa kuja kujifunza kwa hawa Waisraeli ambao walipaswa waiadhimishe hii sabato. Ni amri ya milele kwamba wakienda kwa Waisraeli wapate maarifa ya Mungu. Lakini Waisraeli wana alama gani? Wana muhuri gani unaowatambulisha kwamba wao ni wapekee walioitwa wateule? Ni muhuri wa Mungu. Wana muhuri, wamegongwa muhuri, wametengwa kipekee. Hiyo unaisoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya 8 aya ya 30. Zekaria, ni vitabu vinavyofanana kidogo majina. Zekaria sura ya 8 aya yake ni ya 30. Naweza nikaisoma hapa upesi kabla hatujaenda kwa watu wetu wale waliopo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 ili tuweze kuendelea. Nimefafanua kwa upana sana habari ya muhuri au jina lake ili tuweze kuelewa vizuri. Unaposoma Zekaria sura ya 8 aya ya 20 anasema Bwana, ni aya 20 sio 30, anasema Bwana wa majeshi asema hivi, itatokea halafu ya kwamba watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi. Wataenda wapi? Wenyeji wa miji huu wataenda kwa wenyeji wa mji huu wakisema, haya, twendeni zetu kwa haraka tuombe fadhili za Bwana na kumtafuta Bwana wa majeshi, mimi nami nitakwenda. Aya 22, naam, watu wa kabila nyingi na mataifa hodari watakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi na kuomba fadhili za Bwana. Watu wa mataifa yote wataenda Yerusalemu. Lakini kwa nini wameenda Yerusalemu? Kwa sababu wale watu wana identity ya peke yao, wametengwa, wana muhuri wa Mungu ambao kama tulivyojifunza, muhuri umefungamana na sheria, lakini muhuri unapatikana katika uadhimishaji wa sabato yake takatifu, ambayo ni ishara ya uwezo wake wa kuumba, ni ishara ya mamlaka yake, mamlaka ambayo hakuna mwingine anaweza kuwa nayo mbinguni wala duniani wala baharini. Lakini tunapokuja sasa kwa watu, hapo ninaamini imekaa vizuri. Tunapokuja kwenye kitabu sasa cha Ufunuo sura ya 14 ambacho ni kitabu chetu, tunakuja kuona ya kwamba hata katika kitabu cha Ufunuo zipo sifa mbili za watu wa pekee ambao Mungu anao waliotiwa muhuri wake katika hizi siku za mwisho. Na hiyo inapatikana katika Ufunuo sura ya 14 ambayo tunaisoma aya yake ni ya 12. Anasema hivi, anasema 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wenye subira ya watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Na kama tulivyoona, muhuri wa Mungu umefungamana na amri zake. Kwa hiyo hawa watu wana muhuri wa Mungu, lakini pia wana ushuhuda wa Yesu. Ndio hawa waliosimama mlimani pamoja na Yesu, kwa sababu wana muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Lakini sasa tunaweza tukajiuliza swali jingine mawili ya msingi, ndipo tuhame twende tuangalie aya zingine za Ufunuo sura ya 14, kwamba tumeshaona ya kwamba hawa wana muhuri wa Mungu, wana sheria ya Mungu pamoja na imani ya Yesu. Kwa hiyo sasa hawa watu itimisi, hawa watu wa Ufunuo sura ya 14:1 wana muhuri wa Mungu. Tafsiri yake ni kwamba wanazishika amri za Mungu, lakini pia wana imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni nini? Ukienda kwenye Ufunuo 19:10 anakuambia imani ya Yesu ndio roho ya unabii. Hiyo tutaenda kuiangalia wakati mwingine. Tujibu swali la mwisho sasa kuhusu muhuri wa Mungu. Kwa hiyo tumeona hawa watu wanaadhimisha sabato yake takatifu. Twende tujibu swali la mwisho, halafu tutamalizia kipengele kingine, ndipo twende upande mwingine. Sasa je,
huu muhuri ambao unawekwa katika vipaji vya nyuso zao, ambalo ni sawa na jina au ni alama, unaonekana? Kuna baadhi ya movie ziko tunaziona, hasa ile movie ambayo ina deal na mambo ya Revelation, kwamba eti watu wanawekwa alama katika vipaji vya nyuso zao, inaonekana kabisa pale. Tujiulize swali la mwisho kwamba je, hii alama inayowekwa katika vipaji vya nyuso inaonekana? Jibu ni hapana. It is not a physical sign. Muhuri wa Mungu unawekwa katika vipaji vya nyuso za watu wake, sio kitu kinachoweza kuonekana kwa macho. Twende tukaangalia kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 16. Waebrania, neno la Mungu lina majibu yote. Waebrania sura ya 10 aya yake ni ya 16. Neno la Mungu linasema hivi: hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria yangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Hiyo ni 10:16. Anasema atatia sheria katika mioyo yao na katika nia zao nitaziandika. Unapoenda kuangalia versions za Kiingereza zinakwambia in their minds I will write it, katika minds zao, katika fahamu zao. Ndipo hata unaposoma kitabu cha Warumi sura ya 12 pale anazungumzia habari ya minds, kwamba mbadilishwe nia zenu, ambayo hiyo nia pia inaitwa mind kwenye Ufunuo Warumi sura ya 12:2. Kwa sio alama inayoonekana kwa macho, lakini muhuri wa Mungu katika kipaji cha uso wa mtu inamaanisha ule ukubali unaotokana na nia thabiti ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayestahili kuabudiwa, na kwamba ametupatia amri zake tunazopaswa kuzishika kikamilifu, ikiwamo ya Sabato, amri ya 4 inayomtambulisha Mungu kama pekee mwenye uwezo wa kuumba na mwenye mamlaka mbinguni na duniani, anayestahili ibada. Ndio tafsiri ya kuwekwa muhuri wa Mungu katika kipaji cha uso wako, ule ukubali wa nia inayotoka ndani ya kwamba yuko Mungu mbinguni unayepaswa kumwabudu, mwenye haki pekee ya kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu ni muumbaji wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna kitu kingine chochote kinachopaswa kuabudiwa isipokuwa Mungu wa mbinguni. Conclusion ni ipi? Conclusion ni kwamba hawa wandugu waliopo katika Ufunuo sura ya 14 ni kwamba wana muhuri wa Mungu, wana amri za Mungu, wanatunza amri zote za Mungu, ikiwemo amri ya Sabato inayomtambua Mungu kama muumbaji, lakini pia wana ushuhuda wa Yesu. Pointi nyingine ya kuzingatia na ya muhimu sana, tulisema kwamba hawa watu wametoka kwenye Ufunuo sura ya 13, ambako pale kwenye Ufunuo sura ya 13 kuna muhuri bandia, kuna chapa ya mnyama ambayo inawekwa katika kipaji cha uso wako, kipaji cha uso wa yule atakayeamini, au katika mkono wake. Muhuri bandia, Sabato bandia, ambao tulishaiona katika masomo yaliyotangulia katika Ufunuo sura ya 13 ya kwamba ni ibada ya Jumapili. Tutaiangalia kwa undani zaidi hii Ufunuo sura ya 13, lakini najua nimeshaizungumzia kwa sehemu. Leo ibada ya Jumapili haijawa bado chapa ya mnyama, lakini wakati utafika ambapo walimwengu wote duniani watashurutishwa kuabudu katika ile siku ya Jumapili. Na ninapoongea hivi, mipango tayari inawekwa. Zilishakuwepo nyakati huko nyuma ambazo watu wa Mungu walilazimishwa kuabudu Jumapili, na wale ambao hawakuabudu katika hii siku ya Jumapili waliadhibiwa kwa adhabu ya kifo, kunyang'anywa mali, mateso, vifungo, mapigo pamoja na kudharauliwa. Walifanyiwa hivyo katika ile miaka ya zama za giza ambazo zinatajwa kama miezi 42 kwenye Biblia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba wakati huo utajirudia. Licha ya kwamba sasa hivi unaweza ukaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini niwe hai au nisiwe hai, ikiwa hili jambo litakukuta ukiwa bado unaishi, utakumbuka kwamba umewahi kusikiliza mahali. Wakati huo unakuja ambapo ibada ya Jumapili itainuliwa juu na kulazimishwa kwamba watu wote waabudu Jumapili badala ya Sabato ya siku ya saba ambayo inamtambulisha Mungu kama muumbaji. Na unajua hii Jumapili ndio ambayo itakuja kuwa chapa ya mnyama ambayo watu wa Mungu watalazimishwa, wakazi wote wa dunia watalazimishwa kwamba waweze kuwekwa katika vipaji vya nyuso zao, na yule ambaye atakataa atauawa. Haya sio maneno yangu. Ufunuo sura ya 13 aya yake ni ya 16, anasema naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Aya ya 18 anamalizia kwamba hesabu hiyo ni 666. Wakati huo unakuja, watu wa Mungu watapaswa
kuchagua kati ya chapa ya mnyama na muhuri wa Mungu. Wale watakaokataa chapa ya mnyama na kuwa na muhuri wa Mungu watakabiliana na mateso, lakini ndio hao ambao wanatambuliwa kama washindi kwenye Ufunuo sura ya 14. Wameshinda, wamepitia changamoto ngumu. Ndipo Danieli anasema kwenye Ufunuo 12:1 ya kwamba watu hawa waliopo katika kitabu cha Ufunuo 14:1 wamepitia uzoefu wa pekee, wakati wa taabu ambao haujawahi kuwepo tangu lilipokuwepo taifa chini ya mbingu mpaka wakati huo. Wana uzoefu wa pekee, na ndio maana ukisoma aya ya 3 kwenye Ufunuo 14 aya ya 3 anasema kwamba na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wenye uhai wanne na wale wazee, wala hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo ila wale 144,000. Hawa pekee ndio waliweza kuimba huo wimbo. Mimi siufahamu. Ikiwa Mungu atanipatia neema ya kuwa kwenye kundi la hawa watu, nitauimba huo wimbo, lakini ni wimbo wa pekee. Ikiwa hukupitia uzoefu wa Ufunuo sura ya 13, hautaweza kuimba huu wimbo, kwa sababu ni uzoefu wa pekee, uzoefu mchungu kwa watu wa Mungu uliojaribu imani yao, lakini walishinda chapa ya mnyama, walimshinda shetani na kukubali muhuri wa Mungu ambao ni utii, ikiwemo ile ya 4 ambayo inamtambulisha Mungu kama muumbaji, sifa pekee inayomtofautisha Mungu na vitu vingine vinavyoitwa miungu. Sifa nyingine ya 3 ya hawa watu ni kwamba anasema wamenunuliwa katika nchi na kwamba hawajatiwa unajisi pamoja na wanawake. Hii pia ni pointi ya muhimu. Unajua maandiko yanaposema mwanamke ni neno la ishara. Mahali limetumika kumaanisha mwanamke kweli, lakini hapa katika Ufunuo limetumika kumaanisha kanisa. Kanisa linamaanisha mwanamke. Katika maandiko matakatifu anamaanisha kanisa la Mungu. Unaweza kusoma mwanamke au mahali pengine anasema mwanamwali, anamaanisha kanisa la Mungu. Unaposoma Mathayo sura 25 unaona kisa cha wanawali 10. Lile ni kanisa la Mungu lililokuwa linamsubiri, lakini baadaye likasinzia. Baadaye wanakuja kusikia kwamba bwana harusi anakuja, ndipo wanakurupuka. Linawakilisha mwanamke. Wale wanawali waliwakilisha kanisa la Mungu. Lakini pia unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 aya ya 2, neno la Mungu linasemaje? Anasema kwamba lakini nachelea, aya ya 2, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Yani ule uhusiano, kile kitendo cha Paulo kuhubiri injili kwa Wakorintho, anasema kwamba ilikuwa ni kama kuwaposa, kutaka wewe na uhusiano na Kristo. Kwa hiyo Kristo anasimama kama mume, kanisa linasimama kama mwanamke. Kwa hiyo tunapoona habari ya watu ambao hawakutiwa unajisi na wanawake, linamaanisha ambao hawakutiwa unajisi na makanisa maovu, makanisa yaliyoasi, kwa sababu hakuna unajisi katika kanisa la Mungu. Unaposoma kitabu cha Yeremia sura ya 3, unaona pia Mungu akilinganisha uhusiano wake na taifa la Israeli kama uhusiano wa mume na mke. Unaenda mpaka sura ya 4 pale. Kwa hiyo hapa wanaposema kwamba hawakutiwa unajisi na wanawake, tafsiri yake ni kwamba hawakushiriki mafundisho mapotovu na imani ya makanisa yaliyoasi. Biblia inalitambua kanisa moja la kweli, Waefeso 4:5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Hawa wanawake ni wataje kwa kifupi. Katika Ufunuo sura ya 12 tunampata mwanamke wa kwanza, na huyu mwanamke ni safi. Tunaambiwa kwamba Ufunuo sura ya 12 hapa tunampata mwanamke wa kwanza ambao ni ishara ya kanisa safi. Ufunuo 12:1, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Huyu ni mwanamke safi. Lakini unapokuja kitabu cha Ufunuo sura ya 17 unapata mwanamke wa pili, mwanamke mchafu, kahaba, ambaye anaitwa Babeli. Ufunuo sura ya 17 aya ya kwanza, akaja mmoja wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Hili ni kanisa lenye sapoti ya watu wengi. Lakini unaposogea katika aya ya 3 anasema ya kwamba akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Huyu mnyama amezungumzwa kwenye Ufunuo 13. Huyu mnyama amezungumzwa kwenye Danieli sura ya 7 na Ufunuo sura ya 12. Katika 17:5 anasema na katika kipaji cha uso wake. Kumbuka issue ni kipaji cha uso wake. Watu wa Mungu wamewekwa jina la Bwana katika vipaji vya nyuso zao. Huyu mwanamke naye kwenye kipaji cha uso wake ana jina limeandikwa hivi: Siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Hili ni kanisa chafu, kanisa asi lililopotoka
kutoka katika misingi ya kweli ya neno la Mungu. Lakini haliko peke yake, liko na mabinti, mama wa makahaba, lina mabinti wake wengine. Na tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba huyu mwanamke anayetajwa hapa ni kanisa asi la Roman Catholic kama mfumo, siongelee mtu mmoja mmoja. Unaposoma kitabu cha Yohana sura ya 10 aya ya 16, Yohana sura ya 10 aya ya 16, neno la Mungu linasemaje? Yohana sura ya 10 aya ya 16 anasema hivi, neno la Mungu anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao pia imenipasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia. Kisha kutakuwako na kundi mmoja na mchungaji mmoja. Leo kuna makundi mengi, kuna wachungaji wengi. Hawa wanaongea hiki, hawa wanaongea hii. Huyu anasema lakini kila mtu anasema kwamba yeye anaiamini Biblia. Wakati utafika ambapo kweli itadhihirishwa wazi. Anasema atawakusanya kutoka huko kote, kisha kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo tunapotaja Ufunuo sura ya 17 kama kanisa la Roman Catholic, kimsingi tunataja mfumo, hatutaji wale wanaoabudu humo ndani, kwa sababu huu mfumo hauna mpango wa kubadilika au kutubia, lakini watu wa Mungu waliopo ndani yake wataisikia kweli na watabadilishwa. Ni swala la muda tu, ni swala la muda. Na hata unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 18, Ufunuo sura ya 18 aya ya 4 anasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Huyu mwanamke ameshaandikiwa hukumu, lakini watu wa Mungu waliopo humu ndani wanapewa wito kwamba tokeni kwake, msishiriki dhambi zake ili msipokee mapigo yake. Lakini ikiwa watu wa Mungu watakataa, wasisikie huu wito, basi Mungu hatakuwa na chaguo zaidi ya kuwapa adhabu pamoja katika wakati ambao watakuwa wanamwangamiza huyu mwanamke. Kwa hiyo ninatoa somo, lakini pia ninatoa wito. Ikiwa unataka kufahamu kwamba kwa nini tumeconclude kwamba huyu mwanamke wa Ufunuo 17 ni kanisa, lakini kanisa la Rumi lililoasi, unaweza kaangalia series ya masomo mengine yaliyotangulia, ambao tumeangalia kitabu cha Danieli sura ya 7, tukaangalia na Ufunuo sura ya 13. Linki ipo kwenye description. Pita, sikiliza somo, halafu utajifunza unabii na kwa nini tumefikia conclusion hii kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Turudi katika kitabu chetu. Kwa hiyo hao wanasema hawajatiwa unajisi na wanawake. Walikuwa huko. Kuna wengine walikuwa wapagani, wengine walikuwa katika mfumo wa kanisa ovu, lakini wakati ulifika Mungu aliwakusanya pamoja, akaweka muhuri katika vipaji vya nyuso zao, yaani sheria za Mungu, lakini pia wana ushuhuda wa Yesu ambayo ni roho ya unabii. Aliwafundisha, halafu kwa nia zao wakamkiri na wakawa waaminifu kwa Mungu wa mbinguni. Kwa nini kanisa la Roman Catholic linatajwa kama mama wa makahaba? Kwa sababu wakati lile kanisa limeasi kwenye kile kipindi cha zama za giza, walikuwepo waaminifu wa Mungu waliokuwa wanajifunza maandiko, na baadaye wakaanza kugundua baadhi ya mafundisho ya uongo yaliyoshikiliwa na hili kanisa na wakaanza kutoka. Mmoja wapo ambaye ni very prominent ni Martin Luther. Martin Luther alijifunza akaona kitu kinaitwa haki kwa imani, righteousness by faith. Kumbuka kipindi hicho kanisa hili lilikuwa linauza misamaha. Yaani mtu akifanya kosa ananunua cheti cha msamaha. Mtu anaenda kupiga magoti kwa father, kwa askofu, anaomba msamaha. Martin akaja kujifunza ya kwamba msamaha tunaomba kwa Mungu pekee. Yohana wa kwanza 2:1, watoto wangu wadogo ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ndicho Martin Luther alichojifunza. Baadaye akaona kumbe huu ni uovu. Martin Luther akajitenga rasmi na kanisa baada ya kugundua kitu kinaitwa haki kwa imani, righteousness by faith. Hausamehewi dhambi na askofu. Usiende kujidhalilisha na kukiri makosa yako kwa askofu, kwa padre. Yuko Yesu mbinguni, mwenye uwezo wa kutunza siri, mkamilifu, ambaye hajawahi kosa. Ni yeye peke yake asiye na dhambi anayeweza kukusamehe. Sio sanamu ya Bikira Mariamu. Mariamu amekufa, yuko kaburini. Sio sanamu ya Yosefu, sio sanamu ya Yesu. Ni Yesu aliyopo mbinguni anayeweza kukusamehe. Tangu leo lifahamu neno la Mungu. Usipige magoti wala kuomba toba na msamaha kwa padre, kwa sababu naye ana dhambi kama wewe, na yawezekana ni nyingi zaidi. Hatupimani dhambi, ila ni yawezekana ni nyingi zaidi. Na padre pamoja na wewe wote mnamhitaji Yesu. Hakuna mmoja kati yenu anayepaswa kumhukumu au kumsamehe mwingine. Hilo ndio neno la Mungu linalofundisha. Linatupatia uhuru na linatupatia nguvu za kusonga mbele. Twende tuangalie tena sasa, baada ya kujifunza hayo mambo machache katika Ufunuo sura ya 14:1 na 5, twende katika ujumbe wa malaika wa kwanza katika aya ile ya 7. Moja anasema kwamba saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu yake imekuja. Katika aya ya 7
tunasoma hivyo. Saa ya hukumu yake imekuja. Hukumu ilikuja wakati gani? Hapa tunaingia katika kujifunza somo jingine ambalo ninaamini pia bahati mbaya wengi hatujajifunza, kuhusu siku ya 2300 za Danieli 8:14. Nitaweka link tena kwenye description. Ikiwa ufahamu hili somo, tafadhali pita kaangalie unabii wa Danieli sura ya 8 kama ulivyofafanuliwa na Danieli sura ya 9 uweze kufahamu. Lakini kitu tunachoweza kujifunza ni kwamba Biblia ina hukumu kadhaa. Yaani Biblia ina aina kadhaa za hukumu. Moja ni hukumu za kidunia. Wakati wa maangamizo ya dunia nzima kwa ile mafuriko, ile ni hukumu. Sodoma na Gomora, ile miji ilihukumiwa. Lakini pia tuna hukumu za mtu mmoja mmoja, wote wanahukumiwa. Halafu kuna hukumu kubwa ya mwisho, the final judgment. Lakini kabla ya hapo kuna hukumu nyingine inayotangulia hiyo hukumu ya final judgment. Na hukumu hii inayotajwa kwenye Ufunuo sura ya 14 ilianza katika mwisho wa zile siku 2300, ambazo kwa wale ambao tumekuwa pamoja katika masomo haya ya unabii tunajifunza kwamba hukumu hii inayotajwa na malaika wa kwanza katika Ufunuo 14 aya ya 7 ilianza miaka ya 1840. Leo sina nafasi ya kufundisha unabii wa siku 2300, lakini kwa kuwa somo lipo, ikiwa unahitaji kufahamu kwa nini 1840, unaweza ukasikiliza somo katika channel yetu hii ya Jerusalem Media Tanzania. Nenda tu angalie, utalikuta pale, utapata nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo tangu wakati ule hukumu zilianza, na hukumu hizi kama tunavyojifunza zilianza wakati wa ile pembe ndogo. Sasa kwa nini tunasema hii hukumu sio ya mwisho? Hukumu ya Ufunuo 14 aya 7 sio ile hukumu kubwa ya mwisho kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba baada ya huyu malaika kutangaza hukumu, kuna malaika wengine walifuata wakiwa na jumbe zingine. Tunafahamu ya kwamba ile hukumu ya mwisho itakavyopitishwa, hakutakuwa na ujumbe mwingine, hakutakuwa na injili nyingine ambayo itahubiriwa kwa watu. Kwa hiyo kwa sababu kulikuwa na mfuatano wa malaika wengine wenye jumbe zingine, hii hukumu inayotajwa na Ufunuo 14:7 na huyu malaika wa kwanza haiwezi kuwa hukumu ya mwisho. Lakini pia unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 9 aya ya 7 mpaka ya 14, ambayo tumesema ndipo hii hukumu ilikuwa inaanza mwisho wa zile siku 2300, unaweza ukaona ya kwamba wale wanyama wengine bado waliendelea kuwepo. Yaani hata baada ya hii hukumu wale wanyama watatu waliotangulia waliendelea bado kuwepo. Unaposoma Ufunuo Danieli sura ya 9 na ile aya ya Danieli sura ya 7, Danieli sura ya 7 unaposoma ile aya kuanzia ya 9 mpaka ya 14, anasema katika aya yake ya 10, unaweza kuanzia ya 9, mimi nitaanza ya 10, nitasoma aya 2. Anasema mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Lakini unapokuja kuona katika Ufunuo 12 Danieli hiyo 7:12 anasema, na kwa habari za wale wanyama wengine walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Kwa hiyo unaona hukumu inaanza, lakini wale wanyama, yale mataifa ya kidunia bado yapo. Tunafahamu ya kwamba ile final judgment, hukumu ya mwisho itakapopitishwa, falme zote za dunia atapewa Kristo, ndiye atakayetawala. Lakini hata baada ya hukumu tunaona kwamba hizi bado zipo. Kwa hiyo hii hatuwezi kuisema kama ni hukumu ya mwisho, lakini ni hukumu ambayo inafanyika baada tu, yani inafanyika kidogo tu kabla mwisho wenyewe haujafika. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika Ufunuo sura 22 aya 12 kwamba atakuja na ujira wake. Anasema hivi, tazama naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Wakati Yesu atakapokuwa anakuja katika mawingu ya mbinguni, atakuja na ujira wake tayari kumlipa kila mtu kadiri matendo yake yalivyo. Sasa kama anakuja na mshahara tayari, maana yake hukumu imeshapitishwa, kila mtu ameshaamuliwa atakuwa upande gani, aidha ni upande wa kupotea au ni upande wa uzima wa milele. Kabla hajaja, anapokuja anakuja na ujira wake tayari. Maana yake hizi nyakati tunazoishi ni kwamba hukumu inaendelea katika mabaraza ya mbinguni, mtu wa Mungu. Wakati tulionao ni wakati wa mwisho, na hukumu inaendelea katika mabaraza ya mbinguni. Yesu haji ndipo afanye hukumu. Hukumu inaendelea, na atakapokuja kila kesi itakuwa imeshakatwa. Hakuna injili nyingine itakayohubiriwa. Hukumu inaendelea katika mabaraza ya mbinguni. Na ndio maana wito wangu ni kwamba leo, wakati bado una nafasi, mpokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu atakapokuja hutakuwa na hiyo nafasi. Ufunuo hiyo 22 aya ya 11, neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo 22 aya ya 11 anasema, akaniambia 11, anasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu
na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kabla tangazo hili halijatolewa, fanya toba leo. Kabla tangazo hili halijatolewa, huu ni mstari unachorwa. Hakuna mwenye haki atakayefanya dhambi na mwenye dhambi atakayebadilishwa na injili kufanya haki. Kabla ya wakati huu haujafika, mpokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo, ili akuweke muhuri wake. Akikuweka muhuri wake, atakapokuja atakuhesabu pamoja na watu wake. Kwa sababu unaposoma Ufunuo hii sura ile ya 7, inaonekana kuna adhabu kubwa inakuja kwa wale ambao hawatakuwa na muhuri wa Mungu. Aya ya 3 anasema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Kuna mapigo ya Mungu yanakuja, yatawagusa kila mtu wa hii dunia kasoro wale ambao wana muhuri wa Mungu. Na mimi nikuulize, mtu wa Mungu, utakuwa wapi wakati hayo mapigo yanakuja? Salama yako pekee ni kumpokea Kristo leo, maadamu unao nafasi, ili hayo mapigo yatakapokuja yasiwezi kukukuta wewe mwenye muhuri wa Mungu. Unakumbuka yale mapigo ambayo yaliipiga Misri? Yako mapigo ambayo yalikuwa yanawachapa wa Misri tu, lakini Waisraeli walikuwa hayawachapi, kwa sababu kulikuwa kuna utengano, kulikuwa kuna clear distinction kati ya taifa la Mungu na Misri. Na hata ukiangalia lile pigo la mwisho kubwa la vifo, kila nyumba ya Misri kulikuwa na msiba. Anasema kwamba walioweza kupona ni wale waliokuwa na alama ya damu katika milango yao. Wale waliopaka ile damu ya mwanakondoo ndio walioweza kupona. Kama Misri alipaka ile damu kwenye mlango wake, malaika alipita, hakumdhuru yeyote. Hakuangalia hii ni nyumba ya Misri au ni ya Mwisraeli. Mradi na ile alama, hakuleta maangamizo. Na mimi nikwambie, mtu wa Mungu, alama ile ndio iliyowaokoa watu. Ikiwa kungekuwa na Mwisraeli ambaye hajaweka ile alama kwenye mlango wake, angekufa tu, kwa sababu malaika alikuwa haangalii huyu ni Mwisraeli, huyu ni Misri. Alikuwa anaangalia alama ipo au haipo. Na ndicho kitakachofanyika kwenye Ufunuo sura ya 7. Swala ni kwamba wewe ni fulani, sio wewe ni fulani au wewe ni fulani. Una muhuri wa Mungu. Kama huna, hata kama umekaa kanisani miaka 50, utachapwa tu na yale mapigo. Nimalizie jambo la pili la huyu malaika. Anasema, mcheni Mungu, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Na hapa tumejifunza ya kwamba hukumu imeanza kule mbinguni. Hukumu ilianza. Leo utasimama wapi, mtu wa Mungu? Petro pia anatuambia kwenye Petro wa kwanza 4:17, anatuambia kwamba hukumu imeanza mbinguni. Neno la Mungu linasema hivi, kwa maana wakati umefika kwa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikiwa kwetu sisi, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu itakuwaje? Petro anakuambia wakati umeanza wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Jambo la pili anasema kwamba msujudieni yeye alizifanya mbingu na nchi na bahari za chemchemi za maji. Interesting enough, huyu malaika wa kwanza bado anawarudisha watu katika kuadhimisha sabato ya Mungu takatifu. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwamba msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari za chemchemi za maji. Anamrejelea Mungu kama muumbaji. Na nikwambie, mtu wa Mungu, ya kwamba hakuna namna nyingine yoyote unaweza kukiri mamlaka ya Mungu kama Mungu wako na kama muumbaji wako zaidi ya kuadhimisha hii sabato ya Mungu iliyo takatifu. Hakuna kitu kingine. Ndio muhuri wa Mungu. Atawakuta watu waaminifu, watiifu, watakaotunza hii sabato ya Mungu kwa uaminifu kabisa, pamoja na amri zingine 10. Sisemi kwamba sabato tu. Ukiwa ni mtu mwaminifu katika utunzaji wa sabato, ukavunja amri zingine, Yakobo anakuambia utapotea. Maana aliyesema ikumbuke siku ya sabato pia alikwambia usizini, usiue. Kwa hiyo unapotunza siku ya sabato kwa uaminifu, ila wewe ni mzinzi, ila wewe ni muuaji, utapotea tu, wala hautakuwa na muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu, kama tulivyosema, ni Roho Mtakatifu anayekupatia utii uweze kuzitunza amri zote za Mungu katika ukamilifu wake. Aya ya mwisho, huu ni wito. Isaya 56 aya ya 2. Isaya 56 aya ya 2. Huu ni wito, mtu wa Mungu. Isaya 56 aya ya 2 anasema hivi: heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye sabato asizivunje, azuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Wala mgeni aambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika yake Bwana atanitenga na watu wake. Wala towashi asiseme, mimi ni mti mkavu. 4. Kwa maana Bwana awaambia hivi matowashi wanaozishika sabato zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kulishika sana agano langu, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko la kuwa na wana na binti. Nitawapa jina lidumulo milele lisilokatiliwa mbali. Anasema heri, Biblia ya Kiingereza inasema blessed, ayaangaliaye haya na kuyafanya, auzuiaye mguu wake usizivunje
auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote, na mwanadamu anayeshika sana agizo la kwamba anapaswa kuzishika sabato za Mungu. Heri afanyaye haya, na mwanadamu ayaangaliaye sana azishikae sabato asizivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Wakolosai 2:17 inasema mtu asiwahukumu kwa habari ya mambo yoyote, bali ya miandamo ya mwezi, wala habari ya sabato, maana mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo mtu anasema kwamba sihitaji kutunza sabato leo kwa sababu ni kivuli cha mambo mambo yajayo, lakini mwili ni wa Kristo. Wakati mwingine tukirudi hapa tutachambua vizuri aina ya sabato ambazo zilikuwepo kwenye Biblia, kwa sababu Biblia haina sabato ya siku ya saba tu, ina sabato nyingi sana. Lakini sabato inayotajwa hapa ni sabato ya siku ya saba, ambayo yenyewe sio kivuli cha mambo yanayokuja, sio kiwakilishi cha mambo yanayokuja, lakini ni kiwakilishi, ni ukumbusho wa jambo lililopita, yani utambulisho wa Mungu kama muumbaji. Sabato ya siku ya saba ni ukumbusho wa Mungu aliye muumbaji na wala sio kivuli cha mambo yajayo. Mungu akubariki sana, lakini wito wangu ni kwamba uongozwe kwa neema ya Mungu, umpokee Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uwe mwaminifu, upokee Roho Mtakatifu ambaye atakupatia karama ya utii, ikiwemo kutii amri za Mungu za milele, ikiwepo hii ambayo tumeiangalia leo kama muhuri wake. Kwa hiyo huyu malaika wa kwanza, tukirudi tamalizia malaika wa pili na malaika wa tatu. Ila huyu malaika wa kwanza, moja, anatangaza kwamba wakati wa hukumu umefika, umeanza kule mbinguni, kwamba inaendelea hukumu, kwamba Yesu atakaporudi atakuja na ujira wake na mshahara, kwa sababu hukumu tayari imeshakuwa imepita. Lakini mbili, anatukumbusha tumsujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari za chemchemi za maji. Leo dunia imesahau sabato. Leo dunia haimtii Mungu wala kumwadhimisha. Kama ulikuwa unafanya hili pasi na kutambua, baada ya kusikiliza hili somo, piga magoti, muombe Mungu. Hakuna anayeweza kumtii Mungu kwa mwili wake tu huu. Unahitaji Roho Mtakatifu akuongoze katika utii. Piga magoti, muombe Mungu akuongoze. Lakini pia tunaweza tukawasiliana kwa namba ambazo unaziona hapo chini, ili tuelekezane vizuri, upate maelekezo jinsi gani unaweza kuanza kuwa mwaminifu kwa Mungu kwa kumtii maagizo yake yote, ikiwemo hii amri ya 4 ambayo tumeiona kama muhuri. Isaya anasema katika Isaya 8:16, muhuri ni, anasema ukatie muhuri sheria kati ya watu wangu. Kwa hiyo Mungu atubariki sana, na ikiwa na maulizo yoyote tunaweza tukawasiliana. Mara zote tumewasiliana na watu. Mungu awabariki. Namba iko hapo inapita. Karibu tuwasiliane, karibu kwa maswali, karibu kwa maombi na kwa kila kitu. Nikukaribishe tena wakati mwingine ambapo tutakuwa tunaenda kuangalia malaika wa pili na malaika wa tatu, ambao wameanzia kwenye ile aya 8 na wakasogea pale mpaka aya ya 12. Mpaka wakati mwingine, sina la ziada, na leo ulikuwa nami Justin Mponzi, na nyuma ya kamera alikuwepo Legan Philip. Hamumuoni, lakini Mungu anatubariki kwa ajili yake na tunafanya kazi kubwa sana pamoja. Mpaka wakati mwingine, sina la ziada na kwaheri. Mungu akubariki sana.